anataka kutuambia katika mchana wa leo. Karibu mnenaji, na Mungu akubariki sana. Tushangilie neno la Mungu. Karibu mchungaji Alota, omba Mungu kwa ajili ya neno. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Barembe tutenda ni mikambobi. Tolondane. Barembe tutenda tolondane. Bama tolondane. Bawambaka tolondane. Batata tolondane. Kulina mato ali Mungu. Ibyo tenda babembe bibi. Ni botolo ndane. Nili kambali na sababu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatule moyo wao umane mangomisa ola msawa mane ombe. Tulisi baba na moyo ya mbiro batulie. Kila ole na wake mwana abe mabo. Ili tumbu ikambo obolo na lepo. Na lolo lusuku lwa sukuma omi matano. Bino chile sukuma omi manga. Ma omi matano baada hii umatua usikukuu ya Pentekoste. Ilo lusuku. Na sikukuu ya Pentekoste ilikuwa ni miongoni mwa sikukuu ambazo wana wa Israeli walikuwa wakisherekea. Na katika kufuata mlolongo wa zile sikukuu ambazo walikuwa wakisherekea, sikukuu ya Pentekoste ilikuwa ni sikukuu ya pili katika ule mlolongo. Na hiyo sikukuu ilikuwa ikiitwa sikukuu ya mavuno. Wakati wanapofika kwenye sikukuu hiyo ya mavuno, wote walikuwa wakienda kumtolea Mungu limbuko ya kile walichokipata katika mavuno yao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndiyo maana iliitwa sikukuu ya nini? Ya mavuno. Ukienda kwenye Biblia, utaenda kule kwa Walawi kule, kitabu cha Walawi, sura 23, unafika pale mstari wa 13 unaendelea. Utakuta hiyo taarifa yote iko pale. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na kwa sababu hiyo tutazungumza maneno machache tu kuhusu habari za Pentekoste. Kwa sababu leo ni siku ya kusherehekea sikukuu ya Pentekoste. Somo letu linasema alama za kupokea Roho Mtakatifu. Hilo ndilo somo letu. Alama za kumpokea Roho Mtakatifu. Na katika hizo alama tutaongea alama mbili tu. Hatutaenda mbali sana. Tutaongea alama mbili za kuja kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna alama mbili za kuja kwa Roho Mtakatifu. Alama ya kwanza ni moto. Alama ya pili ni upepo. Somaji
nenda kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa kwanza, tutaishia kwenye ule mstari wake wa 4. Tusome hapo na baadaye tuendelee na mambo mengine. Tunasoma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa kwanza hadi wangapi? Wa 4. Wakati ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwepo wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni sauti kama mvumo wa upepo mkali ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kuliwatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi. Nimesema wanne. Nimemaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesema alama ya kwanza ya kuja kwa Roho Mtakatifu ni moto. Moto unaashiria kuweka wakfu na kutenga waamini kwa Mungu kwa ajili ya kumletea Kristo utukufu. Moto unaashiria kuweka wakfu kwa Mungu kwa ajili ya kuwatenga waamini na kumletea Yesu Kristo utukufu. Na nini maana ya kujazwa na Roho? Nini maana ya kujazwa siku ya Pentekoste? Kujazwa siku ya Pentekoste iliashiria kutimiza ile ahadi ambayo iliyotolewa tangu wakati wa agano la kale, iliyopo katika kitabu cha Yoeli sura ile ya pili mstari wake ule wa 28. Hapo kuna ahadi ambayo ilitolewa wakati ule wa agano la kale. Ilipofika sasa wakati wa agano jipya, ilionekana kwamba ili kwamba watu wakamilishe kile kilichotolewa, kikaidhinishwa sasa na huu wakati wa Pentekoste. Ndio sababu watu walianza kujazwa na Roho Mtakatifu, kuidhinisha kile ambacho kilichoahidiwa na mitume na manabii wakati wa agano la kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma ile Yoeli sura ile yake ya 2 kama nilivyosema, na mstari ule wa 28, utakuta hapo kuna habari za kujazwa na kutabiri. Vyote utavikuta katika sehemu hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo Roho Mtakatifu aliidhinisha asili ni Roho mwenyewe ana shauko na kuleta wokovu kwa watu wa kila taifa. Roho Mtakatifu ni mwenye shauko, afu analeta wokovu kwa watu wa kila taifa. Hachagui kwamba ni Waisraeli tu ambao wanaweza kupokea wokovu. Kila taifa lilikuwepo wakati ule Roho Mtakatifu aliposhuka. Kila mmoja alipokea nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini kwa siku za nyuma huko, kila kitu kilikuwa kinasikika tu kwa watu kwa Waisraeli tu na watu wengine. Lakini mataifa hawawezi kujazwa, hawawezi. Sijui kwa wakati ule kama mataifa nao walikuwa wanasema neno la Mungu. Watu wa mataifa wakati wa agano la kale, naamini wote hawakuwa na nafasi ya kusimama kwa ajili ya kuzungumza neno la Mungu. Lakini Roho Mtakatifu alipokuja, Mungu alipokuja kuzungumza na watu wake, alisema kwamba ataajilia
kila mmoja aliyopo mahali hapo, ni taifa, ni asiyekuwa taifa, wote watajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Na ndipo ilikuwa ni ufunguo kwa watu wa mataifa kuanza kusimama na kuzungumza maneno ya Mungu, na kuanza kutabiri na kuanza kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na ile kusema kwa lugha mbalimbali ni ishara ambayo inatokea baada ya mtu kujazwa na Roho Mtakatifu. Ndipo anaanza kusema kwa lugha mbalimbali. Baada ya Roho Mtakatifu kumjilia, hapo ndipo mtu anaanza kusema kwa lugha mbalimbali. Ina maana hiyo ni ishara tu ambayo inakuja baada ya mtu kupokea kile kitu. Kwa hiyo moto ni mtangulizi ambaye ni mmoja kati ya wale watangulizi ambao wanakuja kabla ya Roho Mtakatifu hajaja kuwajalia watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na ile kusema kwa lugha ni ishara mojawapo ya kuonyesha kwamba yule amefikiwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Ndipo anaanza kusema kwa lugha. Na alama ya pili ni upepo. Embo tufungulie Yohana, Injili ya Yohana. Nenda kwenye Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wake wa 8. Ndiyo. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapana. Roho kama upepo. Ndio alama yetu ya pili. Roho kama upepo. Japo upepo hauonekane kwa macho hii. Upepo ukivuma hapa, hakuna mtu anaweza kuuona kwa macho hii. Utatusumbua na hatutajua unatoka wapi na unaelekea wapi. Lakini pamoja na kwamba upepo hauonekane kwa macho, lakini unatambulika kwa kazi yake. Baada ya upepo kuvuma sehemu, utakuta miti imeanguka. Watu wataanza kusema hapa kumepita nini? Upepo. Utakuta sehemu upepo umepita pia, utakuta majumba yamerushwa. Ukiuliza hapo, watakwambia hapa kumepita nini? Upepo. Ina maana upepo unatambulika kwa kazi zake. Lakini kwa macho hii ya mwili na nyama, huwezi kuona upepo. Na huwezi kujua upepo unatoka wapi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na hivyo ndivyo ilivyo hata Roho Mtakatifu pia. Roho Mtakatifu anakuja na yeye kama upepo. Hautaweza kumuona, hautaweza kujua anatoka wapi wala anaenda wapi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini tutajua kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu kwa sauti, kwa kile unachokiongea. Ndipo watu watajua kwamba huyu amepokea nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo upepo, moto, hizo ni alama ambazo zinakuja kabla ya Roho Mtakatifu kukufikia wewe ambaye ni muamini. Na ndio sababu kuna wakati mwingine watu wakijazwa na Roho Mtakatifu lakini hatujui wanasema nini. Kwa sababu wanatangulia
Roho, ukisikia upepo unakujia wakati tuko kwenye ibada, ukisikia nguvu za upepo zinakujia, ukisikia mwili unapamba moto, tulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulia. Maana kuna watu wengi ndani ya makanisa yetu wakipatwa tu na kajoto kidogo wakati wa ibada, wimbo unanoga, anaanza asemi chochote. Lakini aliyejazwa na Roho Mtakatifu lazima anasema kitu ambacho kinaeleweka kwa masikio ya watu. Maana tukiangalia ile sehemu ile kwenye mstari wa 4 hapo kuna neno hapo. Kwenye mstari wa 4 hapo kuna neno hapo. Kwenye mstari wa 4 wa ile sura ya kule kwa Matendo, ule mstari wake wa 4, ile sura mstari ule wa 4 ule, kuna neno hapo. Na hilo neno ni la muhimu sana na la msingi. Roho Mtakatifu akifika kwako, tulia. Usiwe na papara. Usikumbwe na nguvu za upepo ambao unakujia. Usikumbwe na nguvu za moto ambao unakujia. Hao ni watangulizi. Wanataka kufanya nini? Kukutayarisha. Maana mtu amejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, anasema jambo aliyoko pala anasikia. Na yeye anarudisha majibu. Ndio maana ule mstari wa 4 unasema kasomea Bwana, kasomea tungwe vyangine, tafasiri basomi tafasiri kamwilea. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Kama mtu amubwelo ne idewa we mwana amubwela limikapo. Ndo nambwela kauto era. Kama mumbwela kauto era umuteka. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Ina maana mtu ambaye amejazwa na Roho lazima atazungumza maneno imetoka wapi? Na akiwa ni maneno ya kutoka kwa Mungu, Mungu lazima ataleta na watafsiri sehemu hiyo. Ndio maana yake. Huyo akijazwa, huyo naye anajibia hapa. Lakini utakuta tukiwa kwenye mkutano, watu watajazwa, kama ni kwa zingine zinajazwa zinaanguka, lakini wanatuambia nini? Wanasumbuliwa na nguvu za upepo, wanasumbuliwa na nguvu za moto. Wale ni watangulizi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akifika, tulia. Ichitumie kabisa. Ojo tu. Pepo ya usumbu ya otege, ya tole mweko. Wambo ya chwa mweko kabisa. Ewe hana shitwa. Wahanjite. Na ube wana tena. Otenda kama Roho alivyo kujalia kutamka. Ina maana otenda makambo mitengeneza swati kanisa. Otenda makambo miwela bakereshito bali kanisa. Otenda makambo macho ole mwenye ombe maremo unga bolamu bwanchungaji kaduka. Na kama vile vile lazima Mungu abeke mtafasiri. Lazima Mungu tata atende itebale uwanja ya mpira. Tuye muni batana. Mungu hana hula sehemu. Atotenda, unole ano atenda, unole ano abile batu. Ima ana Mungu hichwa, munsangano mule batu. Amona limu ikambo fulani, lishile ngini. Lidole mo ya nelyo, jasa asuwa kicha hewe mwane ombe. Ashichwe. Ndambele konditole. Itibile bialo salela ba mitume mbela numbe ebabile. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Mango mabalo jazwa numba yose yalo lokela. Numba baada ya numbi lokela wakaanza kunena kama Roho alivyowajalia kutamka. Ukiwatenda ule ulala atenda. Ukiwatenda ule ulala unajibu. Usanga msangano wose ordinale. Mkutano mzima utakuwa kina maana mumetembelewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkutano mzima utakuwa kinya
Kama ni Bwana ambaye amewatembelea katika mkutano mzima utakaa kimya, utakuwa unamsikiliza Mungu anasema nini. Na Mungu akifika lazima aseme kitu. Na kile kitu atakachokisema ndivyo kilivyo. Kwa hiyo tunaweza kuwashauri kwamba tutulie, tusubiri. Upepo unatusumbua sana, na moto unatusumbua sana. Lakini hao wote hao ni watangulizi. Yeye mwenyewe ajaja. Atakapokuja utaanza kuzungumza maneno mazuri, utaanza kuzungumza kama Roho alivyokujalia kutamka. Na ile yomotenda yabe iyenga lubunga, yabe iwatiricha lubunga, yabe iwatiricha bikundi byose bile lubunga lumbaka yachwa wa mane ombe. Nani mufikiri ite shigenge Mungu amanine nibo twiko kya alobero manga na yokya na myaka itoma tinsuku Mungu tayari mutaki itenda ne itoma ngoma tule misanga. Alo mana twiko ite fujo. Ai toma bajumbe no sibisa ngo batayari shabeju bechu twanjika. Bale batu babale bajumbe bamutoma lumbaka bitengeneza bechu ipanga bechu byangire. Abechangira. Bale bajumbe bitoto malumbaka bitopanga byangine. Lumbaka na usango tu apanga byangine mango maso ochwa sasa ewe aso uchotenda bino bya oma. Na bino biyenga lubunga. Na bino bisungula bato bale lubunga. Lumbaka hatwa na obi waile lwa bajumbe wakebelera sehemu imuchungu. Watuli ya toa angwa na mnyaka. Toa angwa na lubabalo aya. Watuli ya msehemu imu. Na mwene omba na ula ule. Na ubu wananjisa ula nzao. Wa mwene ombe. Ubatu wa mwene ombe. Awe changi wema. Ubibyo. Tusubiri. Kwa hiyo tusubiri. Tusimtangulize Mungu. Tusubiri. Tukisubiri kwa wakati, tutasema maneno yanayotufaa, tutatoa maneno kutoka kwa Mungu ambayo yanaweza kutujenga katika maisha yetu ya Kikristo. Maana yeye akija tu anakuja kutuelekeza nini cha kufanya na wapi tunaenda. Lakini tukiwa tunawaka moto, hatutaweza, tutaenda hovyo hovyo na Mungu hatapendezwa na jinsi tunavyoenenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Takujalia kutamka kama apendavyo yeye Mungu. Ibile nimkieta mwana, watome mwana, katenda byangine tole motenda byangine. Umushimate no sawa sawa na bila biapa shitenje. Asa ule msao sawa sawa na bila bione. Iyo nsari wa anachi hoje. Yalo etaba mitume. Mango mabalo tolo na mama makalama upepo na moto wabotocha. Na baada ya shitule mazeba mone ake aji. Mango malo waingelela kile kitu. Iki uchibwa ela etu. Yana ola ole eyo etu. Otenda vitu byangine maka. Kitu hiki. Kitu hiki. Yana ola. Otenda vitu byangine. Ta ito bana papata ito yaba bata. Mbaka iyo ito ba contact na mane ombe. Mane ombe ito ole muendesha hiyo ito. Mane ombe mwenyewe ito uba ole muendesha hiyo ito. Ubibyo tu mango kebelela mango musholele na mnyaka mbaka yuko uchana makalamanga wiki uchana makalamanga wiki uchana mwendo wabula
ubibyo ana orera hojo engereja twabuchile nibo tokele njumbe wa mane ombe uli waola ale mutaka itutayarisha uilekelela ewe mane ombe mwenyewe hajwe totende nake tungwe obwela lubunga itube wana abantu uli bibi mwinge na bukile shitu umango tenda bitu bya oma umango tenda bitu bya ngene umango saola misao ya ngene kila wote yotenda yo mango chelela make mango malema unda mane ombi cheleche lakini usanga tabiri chamanga umuntu na tabiri washie sanga ito tabiri tofauti na biyata kiwaiba tofauti na biyata kiwaiba ina maana talo usubiri wakati talo usubiri kile kitu alo angwa na baada batangulizi inose na baada ya batangulizi yola na kana anja yola na mumanya elebi ta mumanya nombara ga msengento ege sa Jose piki obato le namane ombe amuchu unabana ke eleka piki mabaka babele pembeni wala unge mfalume wa Eloise yona kashe na bibo ngeto hangali onandi to ichibwa na mfalume wa Eloise bilima mane ombangi na mane ombato ibonelelo eto matole motenda ni bo subiri pamoja na kwamba watangulizi watakuja wanakusumbua wanakutikisa wanakutembeza usubiri kitu kikiingia utaanza kusema maneno kutoka Bwana shetani tacho babo ni neto akobali neto bino no samuchimba chimba hata no binale mo bino muchimba ngomo mazani to twingira nkanisa talemo kinyama lemo msema lemo tacho shika yake acheo amupambana ntokyo omupingana na mane ombe ato ubale mupinzana na mane ombe ato taka heonge amone mfano wabafalu mwami wabami ili ato taka heonge habe hao watu ashibali musumbana na mane ombe waso waita mane ombe waso waye konde amane ombe heonge ale ubuni boy osale batu bamone ombe heonge ale ubuni boy ale mutaka ubakanya betu inose lakini ngetoni imana kwa kusubiri tashiweze ngetoni imana kwa kusubiri tashiweze lombaka wana subiro mwami wa babi ashicho sana ashanji iti chaube ya kimi ampo ashanji ube oanji saulira batu misao ya umatu wa wali itatizo itolene na bibo tunaisemba mango mose matole mola mango mose matole mi anambo keleshito to mango manyani bo mango mama kalama ntemo wa mama na hola mule mtu ole chakendo mwachikyo tanguli ya kwanza mwene ombe yola twana batu aselela to imana byangene mbo ambi bwa mwene ombe abe changi bwe man twana batu aselela to imana byangene mbo ambi bwa mwene ombe lakini ngeta to asere twana babato balobelo mbochi lobelo la liketa babochi bana ngwe mwiti kidogo bose lobelo ka bayo boto apana tu obabato balobelo ombe wa hilo na mane ombe isangwa ali mutayarisha ine uilekelela mane ombe itwa ili tuzungumze bitu bya mane ombe igwela batu ba mane ombe bale ya
Abe changi bomanga. Iyo tunoisemba ibwela na lolo suku. Totole lole. Nibo tusubiri wakati unapojiwa na nguvu za Roho Mtakatifu, unapojiwa na upepo na moto. Hao ni watangulizi. Usubiri, ufanye kitu kwa wakati. Ufanye kitu kwa wakati. Ukifanya kitu kwa wakati, utafanya jambo ambalo linajenga kanisa. Utafanya jambo ambalo linatupeleka sehemu nzuri. Lakini kama utasubiri, utasema maneno mengine ambayo watu wengine hawataelewa. Bashibe maswali njoba tubaula na kanisa watu bali na maswali na shitendwa na ile tendo lushwa tubola manya ombe ashimotaki bwela watu hii ile atenda ule washwa tulona manya inishaelewa ule ungatende nukishaelewa na Mungu abida ndo lakini matolo walola ata shinaelewa tu eti tumbaka twaleka mango mama ne ombe ha utumi eji mwana ombe tutaka ewe amango tutumi eji ibe aswa kilomita abe changiwa. Kwa hiyo tole kimango mama ne ombe utole mane ombe atutumi eji tumbaka twamango tenda bito biyenga lubonga twamango saura bitu byacho ole mane ombe na kila mtu eti ungwa niwe kweli hiyo ino yacho ole mane ombe niwe kweli ukimsahau acho ole mane ombe taushibe na batu maswali numbaka wale kama ne ombe atumi ejeobe mango mojolo na makala mantema wamma mango mojolo na makala na eno nataka kitenda mango macholo antu na makala mantema wamma akili amtu atubale tumanga bitu manana jolo na makala mantema wamma mango akili asaka akili itubale obe akili obe ituba aleo na mango malento akili obe aleo na imo hapana ni mando uyalobe ni le mo ando uyalobe do waitutumi waitutumi Nutakawa na itutumia otenda bingo byangene na bibo bina bibo batelecha lubonga na bya bateleche bato bose bale lubonga abe changi bo manga mane ombe angibo bibi bito ujante mawa maaba kuchana pataka to se elejibo buchijilo cha batu bito ujwa makala mantimo amamba kama ito ujwa na ngufu chabu lama na ticho ngufu tachiwo bakanyebechu mango machimo tonila ticho ngufu chilemo ujwa bale bajumbe no se baki otumwa na mane ombe sangoma ubangera itibile byalo tumwa Yohana bida ibibyo byalo tumwa bito tumwa babo bange babo basa ngoba ongera mane ombe ngira acho tenda bino byangene nsehemu ya sowa nsehemu ili sawasawa nsehemu ya watu batulia nsehemu ya watu balimo nlekelela injanya iungwelela bino byuma toa ule mane ombe na wacha nibo kama tona ya Biblia to watu le moyo byangene na loso ngolo mane ombe do balole mutu batelecha lokendo dotore ndoli na mane ombe atwelele amen. Sifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Ndio na hilo ndilo neno la Mungu.